Kwa hiyo tunaposema resource mobilization sio kupata tu, kupata, kutunza na kutumia na kutoa taarifa. Kwa sababu ukipata ukatumia vibaya hautapata tena. Ndio maana tangu mwanzo nasema endelevu. Kwa hiyo nataka tufanye kitu ambacho ni endelevu. Kwa hiyo kumbe resource mobilization ni mchakato. Na huu mchakato ni wa kutafuta au kukusanya rasilimali. Sio lazima fedha, rasilimali inaweza kuwa ardhi, watu, vitu, ndio maana patikana. Moja ni fedha ambayo tunaweza kupata misaada, michango, mikopo au mapato ya ndani. Kwa hiyo utaangalia kwenye rasilimali fedha na zipataje hizo fedha. Kwa hiyo unaweza ukapata mchango, tukachangiana, unaweza ukapata mkopo, unataka kujenga madarasa au mabweni, sehemu ya watoto kulala, unaweza ukapata mkopo ukajenga afu unarudisha polepole. Au mapato ya ndani kutegemeana na shughuli. Kwa hiyo makao inatakiwa na shughuli ya kuzalisha fedha. Lakini kuna rasilimali watu, wafanyakazi, utapata wa kujitolea au wataalamu. Mara nyingi sana tunakuwa na volunteers. Na kuna volunteers wengine wanatoka Marekani, wanatoka Ulaya, anauliza nataka sehemu niende nijitolee, nifanye kazi kwa mwaka mzima, usinilipe chochote. Ila anataka kuhisi kwamba na mimi naweza kutoa mchango kwa watu wengine. Wanakuja. Kwa hiyo ukiwa na mazingira mazuri, wanakuja wanakaa na wewe mwaka mzima, then wanaondoka, wanarudi kwao. Resource mobilization ina malengo gani? Malengo makubwa matatu. Kuwezesha utekelezaji wa mradi au shughuli. Ndio maana kabla hujaja kusoma hicho kitu, lazima una kitu unachokifanya. Kwa hiyo nia ya kwanza inakuwezesha utekeleze mradi wako au shughuli ambayo umekusudia kufanya. 2 ni kupanua na kudumisha huduma au program ya shirika. Inawezekana unahudumia watoto 50. Nataka nihudumie watoto 200. Kwa hiyo nataka kupanua. Sasa kama kuongezeka huko kuna kufanya ufanye resource mobilization, upate fundi zaidi ili uongeze watoto zaidi na huduma yako iende mbali zaidi. Lakini vinginevyo utajikuta wewe unakuwa mdogo, unabaki sehemu ndogo. Lakini pia kuna fursa unakutana nazo, unaziona, wewe unaweza ukazichukua. Wewe mwanzoni unaweza usiwe na hela. Tengeneza volunteers. Kuna wanafunzi wa vyuo wanatafuta sehemu ya kwenda kufanya field, ile practical. Tengeneza mazingira. Unaweza ukatengeneza chumba, ukaweka deka mle ndani. Alafu binti anakuja anakaa hapo au kijana wanakuja wawili wanakaa hapo, wanafanya kazi ya kuhudumia wale watoto. Bure, huwalipi chochote. Unaweza ukafanya fundraising, ukamobilize resources ya vifaa ambavyo unavihitaji kwa ajili ya huduma hapo kwenye makao yako. Kwa hiyo sio lazima uombe fedha. Sasa unaweza kaomba vifaa. Labda makao yenu kama umrati watoto ni wakubwa, unaweza ukawa na chumba, ukaomba kompyuta 10. Alafu kaenda Airtel, ukamwambia naombeni modem ya Airtel kwa ajili ya internet. Na naomba muwekee unlimited ya mwaka mzima, ndio mchango wenu. Hivyo. Sasa umeomba tu vifaa, usiombe hela, anakupa. Alafu maarifa na utaalamu, mafunzo, ushauri, uongozi kama haya tunayofanya hapa ni mafunzo. Unapata washauri, kana watu ambao wana uzoefu kwenye hiyo huduma unayofanya, wakushauri inafanyikaje.